Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neema yako kubwa. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa uwepo wako hapa. Tunaamini uko pamoja na sisi. Tunaamini Bwana unaendelea kutufundisha mapenzi yako katika siku hii ya leo, na unaendelea kutubadilisha kama ulivyo. Tumekuja ili tubadilishe kufanana na wewe na tuurithi uzima wa milele. Tafadhali Bwana utufundishe. Tunakusihi Roho yako Mtakatifu akatafsiri vyema kila ambayo tutayasikia, ili Bwana tuweze kuyatendea kazi na tubadilike kabisa, badiliko la kweli, badiliko la moyo, si badiliko la nje tu, bali badiliko la moyo linalodumu milele. Asante Bwana kwa maana umesikia na utatusaidia katika hayo yote tuliyoyaomba. Hivi ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo, amen. Wangapi tumewahi kusikia kuhusu utakaso? Tumewahi kusikia kuhusu utakaso? Tumewahi kusikia? Wangapi tumewahi kusikia kuhusu kutoa shukrani? Naamini wote tunafanya. Mpaka sasa hivi nimegundua maeneo matatu ambayo Biblia inataja haya maeneo kuwa ni mapenzi ya Mungu. Mara nyingi huwa tunaomba tunasema kwamba mapenzi. Kwa hivyo mimi kwa kusoma kwangu, sijui kuhusu wewe, ila mimi kwa kusoma kwangu nimegundua sehemu tatu katika Biblia ambazo zinataja mapenzi ya Mungu. Sehemu ya kwanza ni Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 3. Yenyewe inasema mapenzi ya Mungu ni sisi tutakaswe, yani tufanyiwe utakaso. Sehemu ya pili ni Wathesalonike wa kwanza hiyo 5 fungu la 18, ambayo yenyewe inasema mapenzi ya Mungu ni sisi kuwa watu wenye shukrani ama kushukuru. Na sehemu ya tatu ni Petro wa kwanza 2 fungu la 15, ambayo inasema mapenzi ya Mungu ni kutenda mema. Kwa hiyo kuna hizo sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni Wathesalonike wa kwanza 4:3, nasema mapenzi ya Mungu ni sisi kutakaswa. Sehemu ya pili ni Wathesalonike wa kwanza 5:18, nasema mapenzi ya Mungu ni sisi kuwa watu wenye shukrani. Sehemu ya tatu ni Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Hii inasema mapenzi ya Mungu ni sisi kutenda matendo mema. Kwa hiyo mimi ninaamini tunatamani kuyafahamu na kuyajua mapenzi ya Mungu ili tuyatende. Kwa hiyo leo tutajifunza sehemu mojawapo ya mapenzi ya Mungu, na hiyo sehemu ni utakaso, kama ilivyoandikwa katika Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 3. Kwa hiyo tusome sasa Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 3, tusome kwa pamoja. Waepukane na uasherati. Ndio, kwa hiyo sehemu ya kwanza ndio ilenga. Hiyo sehemu ya pili pia ina umuhimu, lakini imelenga hicho kwamba maana haya ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Kutakaswa kwetu ndio mapenzi ya Mungu yaliyo makubwa sana. Kwa hiyo leo tutajifunza kuhusu kutakaswa, ambayo ni mapenzi ya Mungu. Sasa kumbuka katika kitabu cha Kutoka 25 fungu la 8, Mungu aliwaambia wana wa Israeli wamjengee patakatifu ili aweze kukaa katikati yao. Na ile hema ambayo Mungu alimuelekeza Musa ijenge ilikuwa ni mfano wa kitu halisi ambacho kinapatikana juu mbinguni. Na katika ile hema kulikuwa kuna sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni ua wa nje, sehemu ya pili ilikuwa ni patakatifu, na sehemu ya tatu ni patakatifu patakatifu. Katika ua wa nje kilichokuwa kinafanyika ni kuhesabiwa haki, yaani justification. Katika patakatifu kilichokuwa kinafanyika ni kutakaswa, yaani sanctification. Na katika patakatifu ambako huku kuhani alikuwa anaingia mara moja tu kwa mwaka, na ndipo ambapo kuhani wetu Yesu Kristo yupo sasa hivi, patakatifu mno palikuwa panafanyika kutukuzwa ama ukamilifu, kuwa pasipo dhambi. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba tutajifunza kuhusu kutakaswa, kwa basi leo tutajifunza katika sehemu ya pili ya chumba ya hekalu, ambayo hii ni sehemu ya patakatifu
Haya mafungu ambayo nitakuwa nikiyataja, mengine tutakuwa tunasoma, mengine tutakuwa hatusomi. Kwa hiyo andika tu, unaweza ukaenda ukajisomea wewe binafsi pia. Kwa hiyo naomba tukumbushane ni vitu gani kwenye chumba cha patakatifu. Watu wa Mungu, anayekumbuka chumba cha patakatifu kina vitu gani na vitu gani? Nasema patakatifu. Sasa patakatifu hiyo si tafsiri kamili. Yaani tafsiri kamili tunaweza tukasema ni hekalu. Kwa sababu kuna chumba chenyewe kimoja tu kinaitwa patakatifu, holy place. Kwa ukisema patakatifu hekalu, kwamba yote ukaita patakatifu, hichi chumba utakosa jina la kukipa. Kwa hiyo ile yote kwa ujumla tuite nini? Hekalu, sanctuary. Alafu ile kile chumba the holy place ndio tukiite nini? Patakatifu. Kwa mimi naongelea kile chumba kimoja cha patakatifu. Kilikuwa kina thamani gani na vitu gani? Meza ya mikate ya onyesho. Kitu kingine, kinara cha taa 7. Kingine, cha tatu ni madhabahu ya kufukizia uvumba. Okay, sasa hivi vitatu vyote vilikuwa vina maana. Hii meza ya mikate ya onyesho ilikuwa inamaanisha mpaka leo neno la Mungu. Lakini kinara cha taa 7 kilikuwa kinamaanisha sisi kushuhudia au kupeleka injili kwa wengine. Lakini ile madhabahu ya kufikizia uvumba ilikuwa inawakilisha maombi. Kwa hiyo sasa, kwa hivi vitu vitatu vitu vilivyowekwa pale na vinavyowakilisha tunaweza kutakaswa. Tumesema tunajifunza kuhusu utakaso. Na hivi kwenye ile hekalu kulikuwa kuna hizi samani tatu. Kulikuwa kuna meza ya mikate ya onyesho ambayo inawakilisha neno la Mungu, yaani Biblia na roho nabii wote kwa pamoja. Lakini kingine ni kinara cha taa 7 ambacho hichi kinawakilisha kushuhudia au kuangaza nuru yetu. Iko nukuu moja inasema kwamba Waadventista wa Sabato tumetengwa kuwa walinzi na wabeba nuru, light bearers, wabeba nuru kwa ulimwengu, katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Kwanza. Kwa hivyo kile kinara cha taa 7 kinawakilisha kushuhudia. Lakini cha tatu ni ile meza ya madhabahu ya kufukuzia uvumba. Hii inawakilisha maombi. Kwa hiyo kwa kufanya maombi, kwa kusoma neno la Mungu na kwa kushuhudia tunatakaswa. Mpaka hapo tuko sawa, watu wa Mungu? Kwa kufanya maombi, kwa kushuhudia na kwa kusoma neno la Mungu tunatakaswa. Huo ndio utakaso wetu. Kwa hiyo tunaweza tukakumbuka pia Yohana 17:17 inasema kwamba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo neno lake Mungu ni moja ya kitu ambacho kinafanya nini? Kinatutakasa. Hiyo ni ushahidi wa hii kwamba neno la Mungu linatutakasa. Lakini cha pili ni kuhusu kushuhudia. Na hii kushuhudia, wengi tunadhani ya kwamba kushuhudia ni mpaka kutoka nje pale ulipo Tabata Kisiwani, ubebe Biblia, uende Mwenge, Josam House, ukaseme acheni kazi zenu wote, nataka niwahubiri. Lakini kushuhudia kwenye nguvu zaidi ni kule ambako Mungu anakusema kama kuiishi injili. Kwa sababu sisi hatuwezi kufanya kazi ya Mungu hata siku moja. Sehemu fulani niliwahi kusikia somo limetajwa kwamba tunaweza tukamsaidia Mungu. Somo linaweza kuwa na maana nzuri tu, hata yule aliyelitoa anaweza kuwa na maana nzuri, lakini ukweli ni kwamba sisi hatuna chochote tunachoweza kufanya kumsaidia Mungu, kwa sababu sisi ni wanadamu dhaifu tu. Ila Mungu anaweza kufanya kazi yake kupitia sisi. Sisi hatuwezi kufanya kazi ya Mungu. Hii tunaelewana na watu wa Mungu? Yaani sisi hatuna kitu chema au chochote ambacho tunaweza kukifanya chema. Hakuna chema ndani yetu. Kwa hiyo sisi tunaweza kutumiwa na Mungu, tunaweza tukawa vyombo tu. Kwa hiyo injili kubwa kabisa ni kuiishi nuru, ili ile nuru iangaze kwa watu wengine. Na Yesu mwenyewe anasema ya kwamba nikiinuliwa nitawavuta wote kwangu.
Kwa hiyo sisi tunavyoishi nuru, tunawavuta watu kwa Kristo. Tunavyoitunza Sabato, watu wanatuona tunaitunza Sabato, hatuendi kazi pamoja nao Jumamosi, wanasema wanaona kitu na wanajifunza, wanavutwa kwa Yesu. Mungu mwenyewe ndo anawavuta kwake. Tunavyovaa watu wanaona ni tofauti, Mungu anawavuta kwake kupitia hivyo. Kama ni wadada, namna zao za kuweka nywele, namna zao za kuchagua mapambo na vitu kama hivyo, tutaviongelea hapo baadaye. Vyote Mungu anaweza kuvitumia kuwavuta watu kwake. Kwa hiyo injili kubwa ni kuishi nuru. Injili kubwa ni kuishi nuru kuliko hata mahubiri ambayo tunaweza tukatolea. Naweza nikawasomea nukuu mbili kutoka katika kesha na inaitwa Lift Him Up, muinue Yesu juu. Nukuu ya kwamba no other influence that can surround the human soul has such power as the influence of an unselfish life. Hakuna mvuto ambao unaweza kumzingira mtu wenye nguvu zaidi kuliko ule mvuto wa maisha yasiyo na ubinafsi, yani maisha ya upendo. Na ya pili nasema kwamba what a man is has more influence than what he says. Vile ambavyo mtu alivyo, hii ina nguvu zaidi kuliko kile anachokisema. Kwa hiyo mimi nikisimama pale mbele nikaanza kuhubiri jambo fulani, kama mimi silitendi, yani halina nguvu yoyote, ninapoteza muda tu. Lakini injili kubwa kuliko hata vile ninaweza kuongea ni vile ninavyoishi. Kwa hiyo vile ninavyoishi pale ninapokaa na majirani zangu ni injili kubwa sana. Kwa hivyo injili nilikuwa naelezea tu kipengele cha pili cha kushuhudia kwamba tunavyoishi ni injili moja kubwa sana. Na kadri ambavyo tunazidi kutakaswa ndivyo ambavyo Mungu anazidi kutumia mvuto wetu kuwaleta wengine kwake. Naomba nitoe shuhuda mbili. Ni shuhuda ngapi? Ni shuhuda 4. 2, 3 ni za kwangu binafsi na moja ya mwisho ni ya mchungaji mmoja hivi. Shuhuda ya kwanza, nilikuwa ninasafiri kutokea mahali fulani, nilikuwa kwenye basi. Sasa katika hizi basi kubwa, hizi luxury basi, waga wanatoa soda, juisi na maji. Soda na maji na biskuti. Basi wakati wanagawa, yule mtu anayegawa akafika kwangu, nilikuwa nimekaa na dada mmoja hivi. Akafika kwangu, akampa yule dada soda na biskuti na vitu vyote hivyo. Yule dada akachukua. Alipofika kwangu mimi nikamwambia nashukuru, naomba tu maji. Akuleta kwa mara moja, alianza kwanza akaleta biskuti. Nikamwambia nashukuru, nitachukua maji tu. Nilijua maji yatakuja. Kwa akaondoka. Aliporudi akaleta maji nikachukua. Wakati wa tatu akaleta soda, nikamwambia nashukuru, mimi niko vizuri tu na maji. Kama unaweza nipe maji mengine. Kwa baadaye tukaenda. Baadaye kabisa yule dada akaniongelesha. Tulikuwa hatujaongea sana, tofauti tuna ile kwamba alivyopanda kwenye gari akanikuta mimi ndo nimefika wa kwanza. Kwa akanisalimia tu kawaida, afu baadaye kila mtu tu akawa hivyo kimya tu, kila mtu anaendelea na mambo yake. Baadaye kabisa yule dada akaniambia, "Kwa hiyo kaka, hautumii sukari?" Yaani mimi sijamwambia chochote. Mimi sikuwa nimeongea chochote na yule dada. Nikaanza kumwibilia, "Unajua bwana, sukari ni mbaya, sijui nini." Mimi sijamwambia chochote. Ila yeye mwenyewe tu amezidi kutafakari, baadaye ndo akaja akaniuliza hilo swali. Alivyoniuliza na mimi nikamjibu jibu moja tu. Mimi ndo nilivyo, nikamjibu tu ndio dada, tumii sukari. Afu akuishia hapo, yeye mwenyewe tu akasema na mimi niko mbioni kuacha. Mimi sijamwambia aache. Yaani mimi nilimjibu tu swali, afu yeye mwenyewe sasa unaweza kujiuliza ni nani aliyekuwa anatenda kazi ndani ya moyo yule dada? Na jibu la moja kwa moja linakuja ni kwamba ni Roho Mtakatifu yeye mwenyewe. Kwa hiyo hii inatudhihirishia tu kwamba Mungu anatutumia sisi tunapokuwa tayari kuwa vyombo vyake. Sisi tunaweza tukaifanya kazi ya Mungu vizuri zaidi kwa kuruhusu yeye atutumie kuliko sisi tunavyoweza kuweza. Hatutaweza kufanikisha kwa ukubwa kama vile ambavyo tukiruhusu yeye atutumie. Mfano wa pili, siku moja nilikuwa shambani na
tunalima, nilikuwa na wanafunzi wangu kadhaa. Na baada hapo tulikuwa tunaulizana maswali, wanauliza vitu ambavyo nimewafundisha darasani. Sasa pembeni kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ameajiriwa na hiyo taasisi, yeye analima kwa ajili ya kupewa fedha kidogo. Walipokuwa wananiuliza maswali, wanajibu. Sasa yule mtu sio Mwadventista. Baadaye kabisa nasikiza maongezi tulionayo, yeye mwenyewe tu akaniuliza, kaka. Of course alikuwa ni mkubwa kwangu, ila sielewi, aliniita tu kaka. Kaka, hivi mtu kuja kanisani mpaka awe na nguo ya mikono mirefu? Sababu alikuwa anaona sisi nguo tunazovaa ni za mikono mirefu. Nikamwambia hapana. Hiyo nguo ulionayo unaweza kaja nayo. Kwa pia unaweza kujiuliza ni kwamba sisi hatukuongea na yule kuhusu mavazi, hatukuongea naye chochote. Lakini sijui nini sasa Roho Mtakatifu alikitumia, baadaye yule mtu tu yeye mwenyewe akauliza swali na ile ileta badiliko ndani yake. Na kitu cha mwisho, siku moja nilikuwa na mdogo wangu Josia. Sasa pikipiki yetu ilikuwa imeisha mafuta. Kwa hiyo wakati tunarudi kutoka tulivyokuwa tumeenda, tukawa tunaisukuma ile pikipiki. Tunasukuma tunaenda sasa tufike Sheli. Kabla ya kufika Sheli tutakutana na mtu mmoja ambaye yani sio hata Mwadventista, sio hata mtu unaweza kumtegemea ni mtu mwenye dini. Lakini alivyotuona tu akamwambia, ila hiyo muiombee hiyo. Mkiombea hiyo inawaka. Sasa tukajiuliza, huyu mtu kwa nini hajaongea kitu kingine chochote? Amewaza sisi tuiombee pikipiki. Nini kimemuonesha akilini mwake kwamba hawa watu ni watu wa maombi? Kwa hiyo sisi tunaendelea kuelewa, tunaendelea kujenga picha hapo kwamba vile ambavyo tunavyoishi ina mvuto mkubwa sana kwenye Injili. Kwa hiyo tayari alianza kufikiria kuhusu Mungu, akajua maombi ni nini na vitu kama hivyo. Na ushuhuda wa tatu ni pastor mmoja anaitwa Pavel Goya. Sasa kwa muda kama wiki moja nilikuwa nikipigia marafiki zangu tukiongea na kubadilishana mawazo kuhusu mimi nimesoma nini, wao wamesoma nini. Kwa kama wiki nzima kila mmoja ananiambia nimemsikiliza pastor fulani, Maana yake tunaweza kuona ya kwamba kadri ambavyo mtu anazidi kujitakasa, mvuto wake unazidi kuwa mkubwa sana. Yaani Mungu anamuongoza mtu kwake ili huyo mtu akajifunze. Okay, ninaamini kwa hapo tumeelewa. Na kitu cha mwisho ni maombi. Ni maombi, hichi sitakisemea sana, lakini kimejengwa katika Ufunuo wa Efeso 6:11 mpaka 18 pale ambapo inasemwa kwamba tuvae silaha zote za nuru. Sasa ile neno silaha zote za nuru kwenye Kiswahili, kwenye Kiingereza ni armor. Armor ni neno ambalo kwa Kigiriki linatafsiriwa kama papria, lakini kwa Kiebrania asili yake ya neno ni neno sharat. Sasa haya maneno yote mawili maana yake ni a complete set of protection, yaani jumla ya vitu vinavyoweka ulinzi. Ndio vile vimeainishwa pale. Maombi yameandikwa, neno la Mungu na vitu kama hivyo. Kwa hivyo maombi tunaweza tukayapata hapo katika Ufunuo 6:11. Nilikuwa najaribu tu kuelezea vile vitu vitatu vinavyopatikana katika patakatifu na vilivyo na uhalisia katika maisha yetu, kwamba ni neno la Mungu, ni maombi, lakini pia na kushuhudia. Na tukasema kwamba njia ya pekee na yenye nguvu ya kushuhudia ni sisi kuishi ukweli, sio kuhubiri tu au sio kuuimba tu, sio kuuandika tu, bali kuishi ukweli. Hiyo ina nguvu zaidi. Sawa.